How do you know you will die ndio uandike will? Majina ni Njogu Surveyor. Hii ni Land Surveying Civic Education class, ni elimu ya kiraia. Sasa mfuasi anauliza, unajuaje that tumekaribia kuaga ili uandike will? Sasa will ni nini? Will ni an estate management tool ambayo unaezanga kuandika ili mali yako wakati utakuwa deceased, your loved one utakuwa umestate vyenye mali itadistributiwa according to your preference, kwa sababu wewe ulitafuta mali yako. Venye ulistruggle tu kutafuta mali yako, ulisave kasave, pia usiwachie that wakati utakuwa deceased familia yako wameanza kugombana alafu mali yako itabidi imeganywa vyenye rules za inchi zinasema na si vyenye wewe mwenye ulitafuta mali yako. Alafu will haiandikwi wakati umekaribia kuaga dunia. Hata mimi mwenyewe at my age nishaandika my will. Will is an estate management tool. So sasa tuende importance ya will. Importance ya will ni control over asset distribution. Wakati unaaga dunia, wewe kwa preference zako kuna venye ungetaka estate yako igawe. So wewe una last born wako ambaye alikuwa amehitimu akakuwa wakili na ulikuwa na law firm. So unasema last born wangu atabidi amechukua the law firm, kwa sababu hawa individuals zingine wako salama lakini maybe hawakuweza kuendelea na masomo zaidi. So utasema hawa wenye hawakuendelea masomo zaidi na walibarikiwa na mikono ya biashara zangu zenye zilikuwa pale wataendelea nazo, lakini huyu wakili asiguze hiyo mali. So unakuwa na control ya asset distribution. Tumepata, unaweza allocate your assets to according to your desires. Then will inasaidianga kuprotect the minors. So kama ulikuwa na mtoto ambaye amefikisha 18 years na una declare that mali yake itakuwa hii na guardian yake atakuwa unamappoint, so that yule kijana mali yake hata nyang'anywa. Tumepatana. So inasaidianga kuprotect the minor children. Then una designate an executor. Executor ni yule mwenye atatimiza ile will tumesema ni maoni yako venye ungetaka estate yako idistributiwe wakati utaaga dunia. So sasa wewe kwa ile will unaweza kudetermine nani atadesignate you, nani atakuwa executor. So that unachagua nini, unaweza chukua profession, unaweza chukua brother yako mkuu mwenye ulitrust, ama kama watoto wako wamefika a good age, unaweza nini pia unaweza appoint kama executors. Then ina streamline the probate process. Tulisema will lazima iende ile process ya succession. Ile process ya succession ndio inaitwa probate. So sasa kwa sababu ili watoto wako wasifurugane, umelist mali yako ni gani, umesema nani atachukua nini, itaendelea aje, venye mali itadistributiwa maybe per percentage. Kuna vitu haziwezi gawa. Unaweza kuwa na maybe ulikuanga na biashara ya mabasi, you had 8 buses lakini uko na watoto 15. So sasa huwezi sema wawili wachukue basi moja. Utaweza kuambia that wataendelea na management ya ile kampuni. After wameendelea na ile kampuni, sasa itabidi nini? Itabidi kila mtu atakuwa anapata dividends at the end of the month. So una streamline the probate. Then charity giving, kuna mtu huyu takanga kupeana mali yake, anataka kupea certain charity. Maybe alikuwa daktari na alikuwa amesikia that yeye alitaka kucontribute kwa ile profession yake juu ilikuwa maoni yake. So sasa wakati ataaga dunia, ile kiwango alisema ipeanwe back to the community in a charitable organization, itabidi imepeano, kwa sababu unaweza aga dunia watoto wako wa recognize hawaheshimu maoni yako, mapendekezo yako, waanze kusema that ile organization haitakuwa shared. Then huwa inaweza kuprotect unmarried partners. Kuna mtu mzee alikuwa na bibi moja officially, alafu alikuwa na tusichana twingine tunde. So pale ataweza kudeclare that partner number 1 atachukua hii, partner number 2 atachukua hii. Yote imeandikwa kwa will. So that kwa sababu kuna sheria nchi zingine ambazo hazi recognize any partner mwenye hakuwa na married na maanisha kuwa na marriage certificate. So again kwa business succession, wakati una biashara yako inasaidianga so that tunasema hii biashara yangu ama hii
nilikuanga tuna run hivi na ningetaka kiwango yangu ichukuliwe na nani. Kuna hii kampuni watu wananunua, wazee wananunua 10, wananunua shamba. Sasa wakati unaaga dunia unafaa kuandika will vizuri, useme kwa ile kampuni nilikuwa na 3% shares, na zile 3% shares kampuni yenyewe ilikuwa na 8 billion. So ukisema 3% we are talking about 300 ama 400 million. Utasema nani atachukua ile portion na venye itaweza kumanajiwa. Majina ni Njogu Savia. Kama una swali yote, namba yangu iko kwa bio. I charge a consultation fee via phone call. I'm available, you can come to my office and I'm available to meet you at your location at a consultation fee. Thank you.